Na ikiwa siku ya 26 mwezi Machi mwaka wa 2025, karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Mushoge, na taarifa za leo tunazianza kutoka kaunti ya Nyamira, mahali ambapo watatu walishikwa na polisi na leo wamefikishwa mahakamani, wala ambao walituhumiwa kwamba wao ndio walimdhulumu mwanamke aliyeonekana katika kanda ya video akilazimishwa na kuchapwa kutupa udongo katika kaburi la aliyekuwa mume wake. Mwanamke huyo ambaye ni Melanie Mugaka amefika mahakamani, pia amejieleza na amesema kwamba wanamsaka mshukiwa mmoja ambaye hadi sasa amepotea. Opportunity ya ku-identify hao juu mmoja wao ni ndugu ya my ex-husband anaitwa Oginda. Mimi nataka msichana apate kitu tunaita justice kulingana na vile sheria inasema. Kuna mjamaa mliona mwenye ni kibonge, mwenye ni mnono, mwenye alinichapa kuanzia tukiwa kwa majani chai, akanileta mpaka kwa kaburi akanichapa. Huyo tu polisi naomba tu na Kenya yote inisikie. Huyo mtu akiweza patikana, that's the time yenye nitaona nimepata justice. Quick time for investigation in this sensitive matter beyond the stipulated period. Afisa ambaye alipewa kufanya hii kesi alifanya makosa kwa sababu alienda kwa boma akashika wale wenye wako kwa bo. Bado tukiwa katika kaunti ya Nyamira, kuna kisa kinaendelea kuchunguzwa na maafisa wa polisi, mahali ambapo mwanafunzi wa chuo cha Chuka ambaye ana miaka 22 anaendelea ama uchunguzi unaendelea kuhusu kifo chake ambacho kimewatatanisha wengi. Ni baada ya kusemekana kwamba wajomba wake walikuwa wamemuadhibu vikali kwa kile ambacho wanasema kwamba mwanafunzi huo huenda alikuwa anatumia bangi, na wajomba zake bado wanaendelea kuchunguzwa, huku maafisa wa polisi wakingoja kupeana taarifa kamili kwamba ni kipi kilimuua mwanafunzi huo wa chuo cha Juka. Na katika taarifa zingine ni kwamba leo ni siku ya mwisho kwa jopo lililokuwa likiwapiga msasa wa Kenya 11 waliojitolea kuwania kiti cha wenyekiti katika tume ile ya uchaguzi ya IEBC. Leo Robert na Lilian ni baadhi ya wale ambao walifika mbele ya jopo hilo ili kupigwa msasa, na majibu walikuwa wanayajibu vile ambavyo inafaa. Tuwasikilize. That has been issued against you. It was issued on the 4th day of April 2023. I don't know if it's a civil warrant of arrest in a civil date. What is the status on this matter? Have you settled the decreto amount? Which case with the particulars? It's the Chief Magistrate Court at Milimani, Chief Magistrate Commercial Suit number E135 of 2021, where Prestige Management Valuers Limited complains against you, Robert Assemble. Okay, I will say that the matter was settled amicably. Do you have anything to... I can provide. Okay, thank you. Okay, do you have something to follow up, Koki? No, Chair, now that you have given me the opportunity, I wasn't going to say anything, but I thought it is exactly the same matter I denied that he is unaware of, that is settled. One of the biggest challenges we have is that commissioners run away from Kenyans at their time of need. That is what we have been experiencing as the people of Kenya. So that is likely to be a challenge even in the next general election. So as a legal practitioner, I would ensure that there are legal provisions or the law is amended to ensure that there are very stringent penalties for any commissioners who has gone through this interview process, being appointed, and then decides, I'm going to take my salary up to 2026 or just before the results are read, then I'm running away. So I would ensure that we have a law where if a commissioner does not agree the process, there is a process through which they can seek to leave. Na tukimalizia ni katika sekta ya elimu, wakati mtaala mpya wa elimu wa CBC unaendelea kukumbwa na changamoto tofauti. Walimu wamejitokeza na kuwahimiza wanafunzi ambao walimaliza kidato cha 4 mwaka uliopita kujiunga na shule ama vyuo kujifunza kuhusu mtaala huo wa CBC kama njia moja ya kumaliza changamoto za walimu katika shule mbalimbali. Kuhusu walimu wa kufunza sekondari Samzingi. Tumetoa walimu ambao wamehitimu kufunza mtaala mpya
wa competence based curriculum CBC. Huu mtaalamu pia na tumefunza walimu wetu na we have even retooled even our tutors to get the really methodology, yale methods za kufunza hawa walimu ili wahitimu kwa kiwango ya juu. Ndio sababu tunaandaa hafla ya kufuzu yao hawa walimu na itakuwa hapa karibuni. Nyanchama atatupasha zaidi, wakati katika spoti siku ya Jumapili tutakuwa na kipute kati ya timu ile ya Shabana na vile vile Murang'a Seal katika uga wa Gusii Stadium. Tunatarajia kwamba Shabana itashinda. Mimi ni Videlis Moshoge. Jambo mpendwa na karibu katika live podcast ya siku ya leo, ambapo tutakuwa tunaangazia masuala muhimu katika jamii. Siku ya leo tukiangazia habari ya kuzunisha kutoka kaunti ya Kisii ambayo inagusia kupoteza maisha na vile vile umuhimu wa haraka wa kuwajibika wa hospitali zetu kwa uzembe wa kitaalamu, ukipenda professional negligence. Tuanze na tuangazie yaliyojiri wiki iliyopita. Mpendwa, unakumbuka hadithi ama habari yake mwanamke mmoja kwa jina Fanis aliyepoteza maisha yake katika harakati za kujifungua. Mama huyo alifika hospitalini basi akiwa na hamu ya kupata ama kubeba mtoto wake mikononi. Na kitu ambacho Fanis akujua ni kwamba ile ilikuwa siku yake ya mwisho yeye na mwanawe. Basi alifika hospitali ya Magena Dispensary ambapo kulingana na familia yake wahudumu wa afya wa hospitali hiyo hawakuchukua muda wao kumhudumia vile ilivyostahili. Hivyo tumere baka saine. Toga ikaranza baka saine, kagenda baka saba nyagitari bareru muchumo inali. Tokanyara banyagitari barorobonsi. Kababuli tagitari. Nyuma tarikondo romo ruiro ne monte bina kiale. Bagante byo mungina gendo ikaranse. Ekaro ruiro ale bo beninto togo pima. Na ndi tu amanyango monto yombo betu amuturase bawende sukanye nyagitari engao. Gamubuli sister. Ngayuko ile file yibono mnumo ko ire gochiabo nakibono umwana one moge muro chagendrete bagante byo mongine kira to somere tibo nyagitari ni ntwa banyagitari ngakira mwana ona gakora gasabekegere mwana ona gachakereke Gusii mwana ona gasabege Swahili fani ona gasabege Songo mwana ona karangelie kegere mwana ona karangelie kegere mwana ona nkaigwokirire. Tunapoliangazia swala hili la Fanis, si mwanamke wa kwanza ambaye amepoteza maisha yake kutokana na ujauzito ama kutohudumiwa kwa njia mwafaka kabisa wanapofika katika hospitali za kujifungua pale. Katika takwimu ya Kenya inaonyesha kwamba Kenya bado ina visa vya wanawake wanaokufa katika nyakati ama wakati wa kujifungua. Ukiangazia sababu zinazosababisha hayo ni sababu ambazo kwa mara nyingi zinaweza zuilika pale, zikiwa ni pamoja na wahudumu kuzembea kazini na vile vile wanawake kutofika hospitalini wakati unaofaa na pia kutopata huduma za kikamilifu wanapofika hospitalini. Tutakuwa tunaongea basi na wanajamii ili tusikie maoni yao kuhusiana na swala hili na ni kipi kile ambacho wangependa serikali ikiangazie. All about the government to intervene asomo sobatyo iganya sobo maene bwa ebore MOH sub county Kenya MOH Kisii county kamuranje onyaba nyagitari baborire ligaba nyagitari no kurusiko motige kobeka chikwa Magena Dispensary ngana obakurwari ororo tokonya barwere baito. Na mpendwa, tunapoliangazia swala hili la Fanis, sijui kama litaangaliwa ama litachukuliwa kama jambo la kawaida ama litakuwa ni jambo ambalo litafungua maafisa wa afya macho ili kuhakikisha kwamba vifaa vyote vinavyohitajika katika hospitali, haswa hospitali za wanawake kujifungua, vinapatikana kwa haraka na kwa njia ambayo inaweza saidia wanawake wanapohitaji pale. Sijui una maoni yapi kuhusiana na swala hili? Unaweza tufikia katika mtandao wetu wa kijamii Facebook, ambapo unatupata kama Gusii Global Radio AGR News TV. Nikomee hapo. Jina langu ni Ruth Nyanchama.